Babu J na Maimuna. Babu J na Maimuna. Babu J na Maimuna. Kuna dadangu amekuja hapa, rafiki yangu. Nitakupigia baadaye. Enda kwa Kamau, alafu ukifika tutazungumza baadaye. Mary. Pole sana, najua umekuja nikiwa kazini. Bwana maziko bwana. Nipe tano Mary. Bwana leo mnyonge Mary. Kwanza yule kijana mwenye yule jamaa niletayanga yule jamaa. Anaitwa nani yule jamaa pale chini yule? Yule kijana mwenye niletayanga yule. Yule kijana juzi amepewa pesa kwenda kununua zile karatasi za kuweka chini. Kijana akapotea. Shilingi 3600 peke yake. Na kijana mkumbukia simu yake. Hata sijui sasa nikaenda anaenda na shilingi 3600. 6600. Hata mimi sikushughulika. Nani tena huyo? Oya Alfi. Kidogo niko hapa naongea na mtu, nipe kama dakika ama nitakupigia. Kidogo tu. Nani? Gari ulipata kwenda kitu mwingine? Wewe endelea na kazi, tutazungumza baadaye. Mambo yenu najua nitakutumia. Pole, najua mimi sasa vijana unawapa gari. Mtu anafanya kazi siku mbili akipata pesa ya kukula, anaenda kwanza kutumia ndio arudi kesho yake. Haya niambie mama, shida Akasema ni maisha ya nini naishi. Alafu kuna wenzangu kile maisha naishi nikatamani maisha yangu. Unatamani maisha ya pesa? Kwa nini nimetamani? Unataka kuwa na pesa ndio? Wewe ni rafiki yangu wa siku nyingi. Na ukiona mtu akiwa na pesa, usifikiria kwamba kuna ni rahisi kwa mtu kuwa na pesa. Kuna watu wengine hata walali kwa sababu hawana pesa ndio. Uko sure kwamba unataka kuwa na pesa? Ndio, mimi nataka. Hata kama kuna masharti niambie, mimi nitaweza. Nitafanya, nataka. Sifurahi mimi hata sasa nashika njaa, mwenzangu na magari, unabadilisha magari. Mary, usione nikibadilisha magari ukafikiria kwamba ni kazi rahisi kuwa na pesa ndio. Kila mtu mwenye ako na pesa kuna story nyuma yake. Tangu tukue shule Mary umenijua mimi. Unajua maisha yenyewe tulikuwa tunaishi na lala njaa. Mimi nilikuwa nakuja shuleni hata bila viatu wakati nyinyi mnavaa viatu. Ndio maana nasikia uchungu, mbona sisi tulikuwa tunamcha sasa hivi maisha kwa mazuri. Nilikuwa nakuja shuleni hata sina uniform wakati nyinyi mna uniform hata pea mbili. Leo hii Mary unakuja maneno ya pesa. Angalia. Ni ngumu sana. Ishara za mabaya. Unajua ndugu yangu hayuko sahihi. Ni Yosef. Unaona Yosef kweli? Juzi babangu mdogo umeona amekufa. Ile mwenye alikuwa amelazwa. Hiyo yote ni kupata pesa. Hujanielewa nini? Sikiza. Hii maneno na kuzungumzia inabaki hapa. Maana yake nikisikia mahali popote wewe haupo. Sasa niko nazo. Ni ndugu yangu mdogo. Babangu mdogo. Na sijui sasa next atakuwa mama ama dadangu. Usione tu tunajenga nyumba. Ile nyumba ikisimama pale ni mtu amesimama. Ukiona magari yamesimama pale ule ni mtu amesimama, si magari. Lazima ukanyage kwa vitu za watu. You must step on people's head. You must step on graves and tombs to be great. We have any president in Africa mwenye amekaa kwa kiti bila watu kufa? Kuna? Hakuna. Sasa kwa vile hakuna rais yoyote Afrika mwenye unajua mwenye ako kwa kiti na watu hawajakufa. Hakuna tajiri yoyote mwenye alikuwa maskini mwenye ni tajiri mwenye watu hawajakufa. Tofauti tu ni kwamba wale marais wanaoa watu milioni. Lakini hawa matajiri wote wenye wamekuwa maskini na hawafanyi kazi na wako na pesa. Kuna watu wenye wamekufa. Wenye mnajua wamekufa lakini nyinyi hamjui wamekufa. Ama okay, so utakuja kupeleka kwa nani kwa grandmaster mwenyewe kwenda. Masharti ya kuua ni moja ya masharti. Kuna masharti mengine mengi. Angalia. Alafu ya kuua hata rais. Kuna masharti magumu zaidi ya kuua. Kama mwanzo ukafikiria leo Unataka pesa?
hii maneno yenye umesikia hapa kujaribu kuambia mtu hata mmoja, utakufa kabla hujasema. Na mimi sitaki kukufa. Utakufa nayo moyoni. Sawa, acha nikafikirie. Haya maneno utakufa nayo wapi? Utakufa nayo wapi Mary? Moyoni. Utakufa nayo moyoni. Sawa. Fikiria alafu. Lakini ukitaka pesa mimi nitakusaidia upate pesa. Sawa. Haya. We Katana, umefika kwa Kamau? Amebadilisha tairi?